Mimi nimekuja leo Murang'a mambo ya maendeleo ya watu wa Murang'a County. Leo mimi nimekuja hapa mambo ya barabara. Nimekuja mambo ya maji na stima na soko. Kwa sababu ndio tulikubaliana na nyinyi. Neguo kana tiguo. Tulikubaliana pale nyuma ya kwamba barabara hii yenu ya kutoka pale Getire ikuje hapa kwenu Kahuro iende mpaka Githagara. Sio barabara tumetengeneza? Si ndio? Lakini leo tena mimi nimekujia barabara ingine. Ile barabara ya kutoka Mitarakwa ikuje Hafauro. Alafu iende Getire, iende mpaka Gatuya. Hiyo barabara kilomita 32 nimeanzisha kujenga leo. Neguo, Waswahili wanasema ahadi ni nini jameni? Na dawa ya deni sinikulipa. Kwa sababu nilisimama hapa Kahuro na nikawaambia hiyo barabara tutajenga. Leo mimi nimefika hapa kuhakikisha kwamba hiyo barabara itajengwa. Mimi nimeweka pesa ya kutosha. Hizi barabara zote zile zilikuwa zinaitwa za Maumau, ikiwemo hii ya Mutarakwa kwenda Hafauro, kwenda Getire mpaka kule Gatoya, tumeweka 1.1 billion ya kuhakikisha kwamba hiyo barabara inajengwa. Tunaelewana jameni? Mimi najua pia ya kwamba kuna ile barabara nilikuja nikaanzisha, ile inaitwa Mugoiri wa Teri, na nimesikia hiyo barabara imepata shida. Nasikia iko na pothole mingi. Naona ule contractor alikuwa mzembe. Sasa nifanye tena kitu? Haya, wacha niende nipige hesabu, nitaona vile nitanyorosha hiyo barabara tena. Neguo, vile mimi nimefika hapa kwenu Kahuro, hii kaunti yetu ya Murang'a, kwa sababu ya mambo ya stima. Bado tuko na wananchi wengi hawajafikiwa na stima. Nimekuja kuanzisha hiyo kazi ya stima leo. Tutaunganisha watu 15,000 wapya Murang'a County, na tumeweka pesa bilioni 1 ya kufanya hiyo kazi. Na hapa mimi nimekuja na waziri wetu mpya wa mambo ya stima, anaitwa Bwana Wandai, mpigeni makofi. Na PS wake anaitwa Bwana Wachira, ndio watafanya kazi pamoja mpaka kila mwananchi aunganishiwe stima. Awamu ya kwanza ni bilioni 1, watu 15,000. Awamu ya pili tutaweka hivyo mpaka tuhakikishe kwamba stima inafika kwa manyumba ya wananchi wengi. Tuhakikishe kwamba stima sio starehe ya watu wachache. Stima inakuwa haki ya kila Mkenya. Tunaelewana watu wa Kahuro? Tuko pamoja? Vile mimi nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya soko. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hata mama mboga atafanya kazi mahali kuna usafi, mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali pazuri. Hii soko yenu hapa lazima tuipige msasa. Sasa watu wa Kahuro namna hiyo. Sasa nimewapatia 1.2 billion ya masoko. Leo asubuhi nilimekuwa Kambirwa huko kuanzisha soko. Sawa. Hapa town Murang'a hapo tunajenga soko ingine hapo Jua Kali. Tunajenga soko 20 mpya hapa Murang'a County. Na tumewawekea pesa ya kutosha about 1.3 billion ya kuhakikisha kwamba hizo masoko zinajengwa hapa Murang'a. Na nimeambiana na contractor ndani ya miezi 6 hizo soko zote ziwe zimekuwa tayari
hawa kina mama wafanye biashara, tutaweka cold room, tutaweka mambo yale mengine, ndio mboga yenu na mazao yenu isiharibike mkipeleka sokoni. Neguo, tunaelewana? Vile vile leo mimi nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya maji. Hapa maji, hiyo mbuzi inaonekana supu mzuri sana, sijui itafanya namna gani. Mimi naenda pale Gatanga. Si mnajua kule Nairobi tumekuwa tukikunywa maji ya kutoka Moranga hapa Ndakaine. Na watu wa Moranga waliniambia, hii maji mnakunywa kule Nairobi na watu wa hapa Moranga hawajakunywa, ni kwa sababu gani? Leo nimekuja na majibu yake. Ile maji tunakunywa Nairobi, sasa tunaenda kufungua leo hiyo ya Ndakaine, pia watu wa Moranga wakunywe kuanzia leo. Nyinyi mnanielewa jameni? Ndio mimi naendea hiyo kazi, kwa sababu tunataka tukunywe maji Nairobi, lakini Moranga pia wafanye nini? Wakunywe maji. Tumekubaliana? Ndio mimi nawauliza watu wa Kiharu, kazi hiyo yote ambayo lazima tufanye, tumeweka bidii hata katika mambo yetu ya kilimo. Mimi nataka niwashukuru sana. Wakati tulipunguza gharama ya mbolea kutoka 7,000 mpaka 2,500, na nyinyi mkafanya bidii, mkazalisha chakula, mpaka leo chakula imepatikana nyingi Kenya. Munalisha Moranga na munanisaidia kulisha Wakenya wengine. Mimi nasema asante sana. Si mnajua kuna watu walikuwa wanapigia mimi makelele, unga imepanda. Si saa hizi unga imefika 100 hapo. Sasa wale walikuwa wananipigia kelele wamenyamaza. Na nyinyi ndio mmenisaidia jameni, hawa watu wangekuwa wamenihangaisha. Neguo, si ndio? Na vile vile nyinyi najua nyinyi ni wakulima wa kahawa. Na mimi nataka niwatangazie hivi. Huyu Ndindi Nyoro nilimwambia aweke shilingi bilioni 3 ya mambo ya cherry fund. Mimi sitaki tena cooperative yeyote iende kukopa pesa kwa mabank, wanalipa interest ya 20%. Mimi nataka sasa wakope pesa ya serikali pale kwa cherry fund, tutawalipisha only 3%. Hata wewe, mimi nakuuliza wewe mtu ya Kahuro hapa, hata kama hesabu ni ngumu, 3% na 20%, kwani uone iko tofauti? Mtu kama ni mtu ya cooperative akienda kukopa ya 20% na iko ya 3%, si huyo mtu ya cooperative afukuzwe? Ama namna gani? Inaonekana hako na njama, kwa sababu tumetoa pesa ya serikali ya 3%. Alafu unasikia mtu ya cooperative anaenda kukopa pesa ya 20%. Huyo mtu si asafirishwe haraka na mapema? Ama mnasemaje? Na saa hizi tunatengeneza sheria mpya ya kusimamia cooperative. Ndio cooperative ilinde haki ya wakulima, isiende huko ikakuwa biashara ya wale officials. We must make sure it serves the farmers. Tumekubaliana jameni? Vile vile tumeweka pesa, vile vile ile madeni ya watu wa cooperative, tumeweka pesa ya kuondoa hiyo madeni. Na mimi nataka hiyo kazi ifanyike kabla ya Disemba, madeni imeshalipwa, ndio wananchi wapate haki yao ya kahawa yao wakienda kuuza. Nego kana tiguo. Tunaelewana? Vile vile maneno ya chai, vile vile maneno ya maziwa. Muliona jana nimeondoa board ambayo ilikuwa inasimamia mambo ya KCC kwa sababu hawakuwa wanafanya kazi mzuri. Nimeweka management mpya kwa sababu nimesema mkulima apate shilingi 50 kwa lita moja ya maziwa. Na huyu Kang'ata nitafanya kazi na yeye. Wewe mtu ya barua, kabla hujaniandikia barua tufanye kazi ya maziwa. Ama namna gani? Mimi naogopa barua huyu mtu anaweza kuandika, wacha nifanye kazi na yeye mapema. Asiniandikie barua. Si namna hiyo? Kwa sababu mkulima ndio mwenye maziwa, ama namna gani? Sasa mkulima alipwe 50.
Hawa watu wengine wagawane shilingi 3, mtu ya cooperative, mtu ya transporter, mtu hiyo ingine broker, nani wagawane 3 bob. 50 iende kwa mkulima. Mkulima ndiye analisha ng'ombe ama namna gani? Si ndiye anatafuta chakula, anatafuta dawa, ndiye anamuka mapema kukamua. Alipwe 50 ama asilipwe? Alipwe 50. Wewe Kang'ata umesikia? 50. Mkulima. Kama iko maneno utanitafuta tuongee ndio tupange hiyo maneno. Tumekubaliana watu wa Kahuro? Tumekubaliana? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Na mimi nataka niwashukuru. Mnajua juzi niliona watu wengi wananitafutia maneno. Nikasema wacha nitafute niunde serikali ya kuleta kila mtu hapa ndani. Yule ako na kelele akuja apigie kelele hapa ndani. Yule ako na ujuaji alete ujuaji yake hapo ndani. Yule ako na mpango akuja apangie hapa ndani. Ama namna gani? Kwa sababu mnajua mimi nikitafuta pesa ya nchi ndio tuweze kujenga barabara, ndio tuweze kuunganisha stima, ndio tuweze kufanya hiyo kazi yote. Wananiita ati mimi Zakayo. Sasa badala ya mimi peke yangu kuwa Zakayo, si kila mtu akuja hapa akuwe Zakayo? Kila mtu akuja hapa ndio tuone. Hii pesa ushuru tutafute pamoja. Madeni tulipe pamoja. Maendeleo tupange pamoja. Ama mnasemaje watu wa Kahuro? Si niunde serikali ya kuunganisha hii watu yote? Wakuje hapa ndio tufanye pamoja. Tutafute ushuru pamoja. Tupange maendeleo pamoja. Tulipe madeni pamoja. Mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wala wanasema tuungane, nione kwa mkono. Wala wanasema tuungane. Si ndio jameni? Ama mnasemaje watu wa Murang'a? Neguo Nethuraiguithania sio kabisa. Bas, kwa sababu bado tunaenda kule Gatanga na mimi niko na viongozi wengi. Wacha nianze na naibu wangu Mheshimiwa